Movie ya leo inahusu hawa dada hapa hivi, ambapo siku moja wakiwa wanaoga huko chuo, kuna dogo mmoja alijichanganya akawa ameingia kwenye vyoo vya kike. Lakini pamoja na hawa wasichana kuona kuwa kuna mwanaume ameingia chooni kwao, hawakuogopa hata kidogo. Badala yake walifunua matolo kabisa ili kumuonyesha. Jamaa mapigo ya mbio alienda moyo, hakuwahi kutegemea kabisa kuona. Ilikuwa ni siku moja, wanafunzi wa chuo wakiwa kwenye graduation wakisherekea kumaliza miaka yao minne. Baadhi ya wanafunzi walikuwa wamechaguliwa kutoa neno katika hii graduation. Katika wanafunzi wote waliokuwa wamechaguliwa, kuna mwanafunzi mmoja alikuwa yuko katika msongo wa mawazo sana. Mshikaji anaitwa Dennis. Alikuwa akikumbuka maneno ambayo mshikaji wake Richard alikuwa akimwambia kabla ya graduation. Richard alikuwa akimwambia Dennis kuwa hatokaa muone tena crush wake ambaye anaitwa Beth. Anatakiwa afanye jambo siku ya graduation. Anatakiwa muelezee hisia zake Beth Cooper, na anatakiwa aelezee mbele ya watu ili liwe ni jambo ambalo Beth Cooper atalikumbuka siku zote za maisha yake. Okay, muda ule ule pia Angelica akawa amemaliza kutumbuiza mziki wake hapa ndani. Akaja madam na kisha akamkaribisha Dennis Coverman kwa ajili ya kusema neno mbele ya wanafunzi wengine wote. Wakati huo wazazi wa Dennis wakawa wanamrekodi kijana wao, wanafuraha juu yake, na speech ya Dennis ilikuwa kama hivi: leo tunatazamia siku zijazo kuondoka hapa chuoni, lakini pia nahitaji kusema vitu ambavyo sitokaa nivijutie kabisa kusema, na sasa nitasema mbele ya watu wote kitu ambacho nilitamani kusema, na kama sitosema haya nitajutia siku zote za maisha yangu. Nakupenda Beth Cooper. Watu wote macho kwa Beth Cooper. Beth Cooper mwenyewe akashangaa, wazazi ndio wako hoi. Lakini jamaa akaendelea kusema kuwa nimekuwa nikikupenda Beth Cooper kwa zaidi ya muda mrefu sana. Sio poa yani, dogo ameamua kujichanganya. Sasa baada ya hotuba kuisha, wanafunzi wako nje wanasherehekea na wazazi wao. Wanafunzi wengi sana walikuwa na hasira na Dennis. Watu wengi walikuwa wakimwangalia kwa jicho kama boya tu. Dennis akiwa amesimama hapa akamwona Beth Cooper akiwa anakuja upande wake. Akatabasamu akihisi kuwa ataambiwa maneno mazuri, lakini haikuwa hivyo. Beth akamwambia kuwa amemwaibisha wala hata hajafurahia. Na muda kidogo Richard akawa amekuja. Beth akiwa anataka aondoke, Richard na Dennis wakamsimamisha. Wakamwalika kwenye party ambayo wanategemea kuifanya nyumbani kwao. Beth akakubali atahudhuria. Wakiwa wanaendelea kuongea, mpenzi wake na Beth akawa amekuja. Huyu mshikaji ni mwanajeshi. Mshikaji akaanza kumzingua Dennis kwa kitu alichokuwa amekisema pale mbele ya hadhara ya watu. Akiwa anamzingua, kwa bahati nzuri madamu akaja, na hiyo ndio ikawa salama ya Dennis. Okay, mida baadaye tunamwona Richard akiwa anaenda nyumbani kwa kina Dennis. Leo ndio ile siku ya party. Mida hii hapa hivi Dennis alikuwa akiandaa mazaga hapa mezani ili wachumba wakija wasiboeke, na wazazi wakaondoka hapa ndani ili kumwacha Dennis afurahie siku yake na marafiki zake. Lakini kabla hawajaondoka, baba alimuita Dennis pembeni, akawaambia kuwa siku ya leo wahakikishe wanaenjoy kwa jinsi watakavyoweza, na isitoshe pembeni ya drawer ya kitanda chake kuna kondom. Kisha baba akaondoka, akawaacha Dennis na Richard wakiwa kwenye hali ya mshangao. Na baadaye Dennis na Richard wakatoka nje ili kwenda kumsubiri Beth pindi atakapokuja aweze kufika kiurahisi. Muda kidogo Beth na marafiki zake hawa hapo wanakuja kwa spidi sio ya kitoto yani. Namna ambavyo hiyo gari inaendeshwa sio poa. Basi wakafika hadi hapo wakapaki, na hapa wamekuja wasichana watatu, Beth Cooper na rafiki zake. Wakakutana pale na kisha wakakaribishana ndani ili pati ianze. Sasa walipokaribishwa ndani, wakashangaa kukuta vyakula tu na soda, hakuna pombe wala bia. Wakiwa wanaendelea kuongeongea, simu ya Beth ikaita. Alikuwa ni Kevin, mchumba wake. Akiwa anaendelea kuongea na simu, Richard akaenda kuchukua waini, akamwachia Dennis pale na kisha akaenda kwenye drawer ili kuchukua kondom. Wakati huo huku Dennis anapambana kufungua waini, hajui hata namna inavyofunguliwa. Akiwa anaendelea kufungua, Richard akaja na zile kondom akiwa nyuma ya Beth, akamwonyesha Dennis kuziona zile kondom na ile waini ikawa imefunguka, akajikuta anadondoka kwa bahati mbaya. Akiwa pale chini, Beth Cooper akaja akamkalia kwa juu ili kumpa huduma ya kwanza. Dennis akiwa kwa chini akajikuta anadindisha na anamgusa Beth Cooper kwa chini. Beth Cooper akawa ameihisi ile, akanyanyuka juu ya Dennis. Yeye na rafiki zake wakaanza kumwongelea Dennis, wakaanza kuonyeshana urefu wa inches za Dennis. Sasa hali ya pale ndani ilibadilika. Baada ya wasichana kuona condoms, wakawa tayari wameshajua lengo la kina Dennis na Richard. Lakini pamoja na Richard kujitetea sana kuwa hakuwa na lengo hilo, wale wasichana waliamua kuondoka. Lakini kabla hawajaondoka, waliona gari kubwa likiwa linakuja kwa mbali. Alikuwa ni Kevin na rafiki zake. Kevin alikuwa amemtrack Beth na kujua mahali alipokuwa. Dennis kwa haraka akaenda na kuanza kufunga milango yote akiwa anamwogopa Kevin. Alijua kabisa kitakachotokea hapo ni yeye atapigwa na Kevin. Dennis akajitahidi kufunga milango, madirisha yote ya nyumba nzima, lakini alisahau kufunga mlango mmoja, na huo ndio mlango ambao Kevin aliutumia kuingilia. Hawa jamaa hapa ndani kwa kina Dennis walisababisha fujo kinoma yani. Ili kupunguza uharibifu wa vitu hapa ndani, Dennis na Richard wakawa wamekimbia. Dennis na Richard wote wakaja
wakajikuta wanadondoka juu ya paa. Lakini haikuishia pale. Kevin na rafiki zake waliendelea kuwakimbiza Dennis na Richard, na wakiwa huku nje, Beth na rafiki zake wakaja wakachukua na gari. Sasa hii ilizidi kumpa hasira sana Kevin. Basi wakiwa kwenye gari, wote walijikuta wakiwa wanaenjoy, wanaimba nyimbo nyingi. Ilikuwa moja ya moment nzuri sana kwao wote. Wakaja hadi kwenye moja ya supermarket kwa ajili ya kununua bia pamoja na vitafunwa. Beth pamoja na Dennis wakiingia supermarket ili kuanza kukusanya vitu. Baada ya kumaliza kukusanya vitu vyao, walipofika sehemu ya kufanya malipo, mshikaji hakuwaruhusu wachukue bia, na badala yake alitaka aonyeshwe kitambulisho cha kuonyesha kuwa wao ni watu wazima na wanaruhusiwa kunywa bia. Beth alimwomba sana mshikaji awaruhusu waondoke na bia ili wakasherekee usiku wa graduation yao. Mshikaji akaendelea kukataa bado, lakini Beth akamwambia kuwa atambusu ili awaruhusu waondoke na hizo bia. Na baada ya kumtongoza kwa macho mazuri na maneno mazuri, Sam akawa amekubali, akawaruhusu wakaondoka na bia. Lakini baadaye waliporudi kwenye gari, Dennis hakuwa amependa kabisa kitendo cha Beth Cooper kumkisi yule jamaa kule ndani. Dennis hakuwahi kufikiria kabisa kama Beth Cooper angekuwa ni mtu wa design hiyo. Sasa hilo jambo lilikuwa limemvunja sana moyo. Basi baada ya pale safari ikaendelea. Huku njiani ilikuwa ni fujo kinoma yani. Gari inaendeshwa kwa fujo sana yani, na waliopo ndani wanapiga kelele za kufurahia. Wanaendesha gari kwenye giza huku wakiwa wamezima na taa za gari pia. Humu ndani ya gari kulikuwa ni fujo na kelele tu. Baadaye walipokuja kuwasha taa za gari, walishangaa kuona gari nyingine mbele yao, lakini walikuwa wameshachelewa sana, wakajikuta wanaigonga kwa ubavuni. Na waliposimama, walipoangalia kwenye ile gari, watu waliotoka ndani ya ile gari walikuwa ni wazazi wake na Dennis. Mzee alitoka suruali ikiwa chini, mama sketi ikiwa juu, hii ikimaanisha kuwa walikuwa wanakitupa ndani ya gari. Dennis akataka kutoka kwenda kuonana na wazazi wake, lakini Beth akamwambia kuwa hawezi kutoka kwenda kuonana nao wakiwa kwenye hali ile, ni bora asubiri kesho asubuhi ndio aonane nao. Dennis akakubali. Baada ya pale, Beth akageuza gari kisha wakasepa zao, wakaondoka, wakaja hadi kwenye kiwanja kingine cha pati. Hii ilikuwa ni pati ya wanafunzi wote ambao wamegraduate siku ya leo. Kwenye hii pati wachumba walikuwa ni wengi sana, kiasi kwamba hadi walimu walikuwa wanajiokotea tu. Na wakiwa hapa ndani, Beth Cooper alimwona mpenzi wake akiwa anakisi na mwanamke mwingine. Ili ilimuumiza sana Beth Cooper moyoni. Kevin akaja akamchukua Dennis pamoja na Richard hadi mbele ya kadamnasi ya watu, wakaanza kumchezea Dennis kama mdoli hivi, yani uonevu tu. Kabla hawajapigana, yule mwalimu alikuwa anajiokotea totos akaja. Dennis akazani amekuja kusaidiwa, kumbe mwalimu amekuja ili awe refa wa haya mapambano. Dennis alijikuta anapigwa tu mbele ya watu na watu wengine wote wanamwangalia. Kevin akiwa anataka endelee kumpiga Dennis, kuna Bigi akaja. Sasa huyu Bigi ni rafiki yake na Dennis, na hapa amekuja kumsaidia Dennis kwa kupambana na Kevin pamoja na rafiki zake. At least ile ndio ikawa salama ya Dennis. Muda ule ule pia Beth akaja na gari ya Kevin akapita nayo dirishani, akaja akamchukua Dennis pamoja na rafiki zake, kisha wakasepa eneo hili hapa hivi, wakaondoka wakaja hadi maeneo ya chuo kabisa, wakaja hadi kwenye uwanja wa basketball, wakaendelea kucheza zao kwa furaha wakiwa wanafurahia usiku wao, na wote wakajikuta wanatengeneza momenti nzuri wakiwa pamoja. Na baadaye wasichana wote wakakimbia kuelekea bafuni, wakamwacha Richard na Dennis hapa. Richard akaja kumwambia Dennis kuwa wende wakaungane nao, lakini Dennis akasema kuwa hawezi kwenda huko kwa sababu hajaalikwa. Baadaye baada ya Rich kumconvince kwa muda mrefu, akaamua kuondoka, akamwacha Dennis hapa. Na baada ya muda kidogo, Dennis akiwa peke yake akaamua kuwafuata. Alikuja huku bafuni akiwa na nyata, alikuwa akisikia sauti za wadada. Dennis alipofika hapa aliwakuta wakiwa uchi na baadhi yao wanabadilisha nguo. Dennis akiwa anaona aibu anataka aondoke, Beth alimuita. Mtoto mzuri Beth akashusha taulo mbele ya Dennis. Dennis alitamani hata kuruka, hajawahi kuona haya mazaga kabisa. Na kisha wachumba wakakimbia kuelekea kwenye maji huku akiwa amemwalika Dennis. Basi Dennis naye akaanza kuvua nguo ili kwenda kujiunga na kina Beth. Akiwa anataka yake nguo kwenye kabati, mara alishangaa nguo yake ikiwa inavutwa. Dennis akazani ni Beth alikuwa anamtania. Alipokuja kugeuka kudadeki, Dennis alishangaa kukutana na kina Kevin. Hapa ndani kikaanza kunuka tena. Washikaji wakaanza kumzingua Dennis. Kwa bahati nzuri rafiki yake Richard akatokea akiwa na taulo ambalo limelowana. Akaanza kuwachapa kina Kevin akiwa na hili taulo na akawagaranti wenzake waondoke, akiwaahidi kuwa ana uwezo wa kulimudu hili. Sasa hapa tunagundua kuwa Richard alipokuwa mdogo alikuwa ni mtu ambaye anaonewa sana shule, na watoto waliokuwa kimonea walikuwa kitumia mataulo ambayo wameyaloanisha kwenye maji. Sasa kwa kipindi kile, kulingana na uonevu uliokuwa ukiendelea, ilimpa sana chachu Richard ya kutaka kujua namna ya kutumia mataulo yaliyoloana. Na Richard alifanya mazoezi sana kuhakikisha kuwa anajua namna ya kutumia haya mataulo, na ndio maana hadi leo hii inampa Richard nguvu ya kutaka kupambana na hawa washikaji. Wakati huo Dennis na wale wasichana wako wanakimbia kuelekea nje, na Richard huku yuko vizuri kweli, yani anafanikiwa kudhibiti genge la kina Kevin, na baadaye tunamuona akielekea kuungana na rafiki zake. Wakiwa huku ndani ya gari wakakubaliana waende sehemu ambayo watapumzika na kumaliza huu usiku wao vizuri. Wakaja na gari yao wakafika hadi maeneo
maeneo haya hapa hivi kuna nyumba iko nje na mji kidogo. Wakiwa huko waliendelea kuenjoy kampani yao, wakipiga cheers huko wakiwa wanaendelea kuenjoy maisha yao. Na kwa kuwa kulikuwa kumesha kucha sana, Dennis na Beth wakakubaliana waende nje ili kuangalia jua lilikuwa linachomoza. Akamwacha Richard hapa ndani akiwa anashikilia na hao wachumba. Richard amechangamka sana yani. Wachumba wako hoi mbaya mbovu yani. Na haikuishia pale tu. Richard alifanikiwa kwenda na hawa mademu hadi chumbani, na kwa bahati nzuri akafanikiwa kukitupa akiwa na mademu wote wawili. Dennis naye huku nje yuko anapiga story na Beth, na story zikiwa zimenoga, na yeye tunamuona akifanikiwa kupata busu kutoka kwa mchumba. Na hapo ndo nakuwa mwisho wa hii kazi. Nadhani guys utafurahia zaidi kama utakwenda kuicheki hii movie. Inaitwa I Love You Beth Cooper. Ni movie ya mwaka 2009. Kwenye comment section niambie unaangalia hii recap ukiwa wapi, lakini pia usisahau kusubscribe na kuturn on notification bell.